Kwa hiyo Mungu hakumjibu mwanamke Hana kwa sababu aliomba. Inatuambia Biblia wakati ulipowadia, ikawa wakati ulipowadia Hana akachukua mimba. Kwa hiyo Hana alichukua mimba wakati ulipowadia. Kwa hiyo Mungu aliruhusu Hana apokee mtoto wakati ulipowadia. Kwa hiyo cha muhimu kwa Mungu ni wakati anauangalia, kwa sababu jambo lolote anajua Mungu, akiliachilia nje na wakati unaotakiwa ulipata hilo jambo, kwako litageuka kuwa sumu, litageuka kwako kuwa angamizo kwako. Kwa hiyo usilazimishe mambo yanayotokea kwa mpango wa Mungu. Hatutumii nguvu. Kazi unayoitafuta usilazimishe uipate kwa wakati unaoutaka. You will end up regretting. Utaishia kujutia. Mahusiano haya unayoyataka usiyatafute kwa akili zako. Subiri wakati utakapofika Mungu akupe mke sahihi wa kwenda naye kwenye maisha yote, akupe mume sahihi wa kwenda naye kwenye maisha yote. Mafanikio unayoyataka usilazimishe yatokee kwenye wakati wako, kwa sababu yatageuka na kuwa sumu kwako, yatageuka na kuwa maumivu makali kwako. Wait God's timing. Subiri wakati wa Mungu, kwa sababu wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Mafanikio yanayokuja kwa wakati wa Mungu ni mafanikio yaliyojaa amani, yaliyojaa furaha. Kuna watu wengi leo wamefanikiwa ila hawana raha na mafanikio yao. Mimi ninajaribu kudoubt kidogo kwamba umefanikiwa, una kila kitu unachokihitaji kwenye maisha, lakini huna furaha. What the wrong here? Ni nini kosa hapa? Kuna mafanikio ambayo watu wameyatafuta wakayapata kwa wakati wao, sio Mungu. Sasa wanasema Mungu, mafanikio anayotupa hayachanganyi huzuni nayo. Baraka anazozileta kwenye maisha yetu hazichanganyi na huzuni. Ukiona mahusiano yoyote unayo, ila bado unaona moyoni kwako hujakuwa satisfied, moyoni kwako haujakuwa satisfied, haujaridhika, ni kwa sababu hayo mahusiano umeyatengeneza mwenyewe, hajakupa Mungu. Kitu chochote unachokuwa nacho kwenye maisha yako halafu una amani nacho, unacho lakini una furaha nacho, ni lazima ujiquestion mwenyewe, kwa sababu kitu chochote anachokupa Mungu kwa wakati wake kitakupa furaha, kitakupa amani, kitakufanya uwe na raha ya maisha. Kwa baraka ya Mungu haichanganyi huzuni nayo. Tusome kitabu cha Mathayo 7:7a. Mathayo ile sura ya 7 na mstari wa 7a. Neno la Mungu linasema hivi: ombeni nanyi mtapewa. Neno la Mungu linaendelea kutusisitiza tuendelee kuomba. Endelea kumwomba Mungu kwa ajili ya hiyo kazi, endelea kumwomba Mungu kwa ajili ya hiyo biashara unayoitaka, endelea kumsihi Mungu kwa habari ya hayo mahusiano, huyo mume, huyo mke unayemtaka, endelea kumsihi Mungu kwa habari ya hiyo elimu yako. Endelea kuomba, usiache kuomba, kwa sababu neno la Mungu linatuambia ombeni bila kukoma. Lakini utapokea matokeo kwa wakati wake. Kwa hiyo omba, ila jua unapoomba utapewa. Utapewa kwa sababu umeomba, utapewa kwa sababu wakati umefika. Haleluya, haleluya. Ni jinsi gani upendo wa Mungu ulivyo mkuu. Mungu anatuwazia mema kama anavyosema kwamba mawazo yake ni mema, kutupa tumaini katika siku zetu za mwisho. Kwa wakati wote Mungu anakuwazia mazuri. Usione jambo fulani umemwomba muda mrefu akutendee, sio kwamba hakupendi, sio kwamba amekataa kukutendea. Anasubiri wakati sahihi akupe hicho kitu kwa wakati sahihi, kwa sababu kikija nje ya wakati kitakuumiza, kitakudisappoint, kitakufanya ujutie. Lakini kikija ndani ya wakati wa Mungu utakifurahia. Kwa hiyo tuombe. Neno la Mungu linatuambia ombeni nanyi mtapewa. Tutapewa, lakini wakati utakapofika. Tutaomba, tutapewa, lakini kwa wakati utakapofika. Kwa hiyo endelea kuomba, ila jua unapoendelea kuomba usiombe kwa sababu unataka Mungu akutendee. Omba kama sehemu ya kuendelea kumkumbusha Mungu. Usimlazimishe Mungu akutendee. Usitake tu kwa sababu wewe unataka. Subiri wakati wa Mungu. Mhubiri 3:11 inasema, tusome kitabu cha Mhubiri 3:11. Kitabu cha Mhubiri
3:11. Neno la Mungu linasema hivi, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kidogo nilipokuwa ninasoma hii mistari nilishangaa kidogo. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kwa hiyo kumbe, kinachoamua uzuri wa kitu, kinachoamua uzuri wa jambo ni wakati. Kwa hiyo wakati ndio uliobeba uzuri wa jambo, kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kwa kitu chochote kikija nje ya wakati wake ni kibaya. Mahusiano haya yoyote yakija kwenye wakati usio wake yatakuwa mabaya. Ndoa unayoitaka ikija nje ya wakati wake ni mbaya. Mafanikio unayoyataka kama yatakuja nje ya wakati unaotakiwa yatakuwa mabaya kwako. Kwa sababu gani? Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kwa hiyo kumbe, uzuri wa kitu unabebwa na wakati. Kuna wakati sahihi kwa ajili ya hiyo ndoa. Kuna wakati sahihi kwa ajili ya hayo mahusiano. Kuna wakati sahihi kwa ajili ya hayo mafanikio unayoyataka. Subiri wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Wakati wa Mungu ndio wakati mzuri. Wakati wa Mungu ndio wakati bora. Sio kwamba hakitatokea hicho kitu kwenye maisha yako, kitatokea, ila wakati utakapofika. Kwa jifunze kusubiri ndani ya wakati wa Mungu. Mungu akija kukubariki kwa wakati wake, Mungu akikupa kitu kwa wakati wake, hicho kitu utakifurahia. You will enjoy to have it. Lakini ukikitafuta wewe, you will end up regretting. So, wait upon God. Keep waiting upon God. Endelea kusubiri. Endelea kusubiri kwa Mungu. Mungu ndiye akupe hicho unachokitaka kwenye maisha ya kwako. Kisoma kitabu kile cha Wagalatia 6 na ule mstari wa 9, tusome hapo. Tusome hapo Wagalatia 6:9. Wagalatia ile sura ya 6 na ule mstari wa 9. Wagalatia 6:9 inasemaje? Inasemaje? Kwa hiyo endelea kusubiri wakati wa Mungu fika. Wagalatia 6:9 inasema hivi, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Neno la Mungu linaendelea kusisitiza kwa habari ya wakati. Jambo lolote tunalolitenda jema lina matokeo yake, lakini hayo matokeo tunalipwa wakati unapofika. Biblia inasema tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Kwa hiyo kila jambo Mungu analiruhusu kwenye maisha yetu kwa wakati wake. Kwa hiyo Mungu anaangalia wakati wa kila jambo. Wakati wa jambo ukifika, Mungu hana budi kukupa huyo mke, hana budi kukupa huyo mume, hana budi kukubariki na hizo baraka, hana budi kukufanikisha na hayo mafanikio unayoyataka, lakini kwa wakati wake. Kwa hiyo jambo ambalo Mungu analiangalia zaidi yeye ni muda, wakati. Wakati ndio kitu ambacho Mungu ana concentrate nacho. Anaangalia majira. Je, majira yamefika? Majira yakifika, Mungu anakupa. Mimi ninakushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki, kwa muda wako huu ulioutumia kufuatilia, na Mungu akubariki sana. Na hili neno ninaombea kwenye maisha yako likawe na matokeo. Subiri wakati wa Mungu. Jifunze kusubiri. Kitu kikija kwenye wakati wake kitakuwa kizuri zaidi kwa ajili ya maisha yako. Mungu akubariki sana. You are somebody next. Don't give up.